Mtindo wa maisha wa dada huyu umemtisha mwanaume wake na kuogopa kusalitiwa. Mtindo wa maisha wa dada huyu umemtisha mwanaume ama mume wake na kuanza kuogopa kusalitiwa. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa mgonjwa lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nina furaha kubwa sana baada ya kutumiwa message na dada huyu ambaye actually ni message ambayo imenifurahisha kidogo na nikasema nitaweza kushare na nyie hapa. Actually alinicheka anambia, habari dokta, naomba kuongea na wewe usiku kama saa 2 hivi. Okay. Baadaye akaniambia okay, akaniambia jana nilikuwa na kazi nyingi. Sikuweza kutulia kabisa, niliporudi nyumbani nikaoga, nikala tango na maji nikalala. Ilikuwa saa 2 usiku na imefika saa 8 nikashtuka. Kawaida nikishtuka usiku naamka na sali. Nimemaliza kusali nikaenda kwa peji yako nikajifunza zaidi. Nikwambie kitu, mwili na afya yangu ya sasa ni nzuri sana na inapelekea mume wangu hawe na hofu na mimi. Anasema hakuna kusafiri tena, usije ukanisaliti. Basi ninarudi nyumbani mapema. Akaweka na vidoti vya kucheka cheka hapo. Yes, unaweza ukaona hizo ni chatting zetu hapo. Hapo chini akaweka na vidoti vya kucheka cheka. So this is one of my best client ambaye najivunia yuko somewhere here in Tanzania, ambaye ni dada ambaye tuna safari ndefu kidogo ya mimi na yeye katika swala la afya. Lakini toka mara ya kwanza ameamua kutunza afya yake kwa usahihi kabisa mara baada ya kuonana na Dr. Kuboja. Amepata mabadiliko makubwa sana. Naona naye mara ya kwanza alikuwa na shida sana ya ujauzito, na muda mrefu alikuwa hajashika ujauzito kama almost miaka 5 mpaka 7. Ndani ya program ya Dr. Kuboja miezi 3 Mungu akashusha neema akaweza kuconceive. Amejifungua mpaka anakwenda kujifungua mtoto wake. Ameamua kutunza afya yake kwa kusema kwamba dokta, kile ulichonifundisha naendelea kukitimiza. Na juzi aliniapprove kitu kimoja, akasema dokta, katika watoto wangu wote ambao nimewazaa, mtoto huyu ambaye nimetunza afya yangu kwa kiwango kikubwa sana. Nisema kutunza afya maana yake ni mwanamke ambaye aliacha kula kama wanawake wengine. Sasa hapo unaweza usinielewe vizuri, ukinipigia nitakuelewesha. Yaani huyu mwanamke aliamua kuacha kula kama wanawake wengine. Wanawake wengine kile wanachokula, yeye aliamua kuwa tofauti na kufuata kile cha control Dr. Kuboja. Lakini sio hivyo tu, akaniashua na kunipa shuhuda nyingi sana. Akaniambia dokta, imefika hatua mimi pia linaingia kama mtoto mdogo. Yaani sihisi maumivu, nastukia damu tu iko hapo. Na siku moja nikawa namuhoji, namwambia vipi kuhusiana na hamu ya tendo? Anasema yani hisia zangu ziko juu zaidi, labda itokee tu na stress ama mume wangu amenikwaza na hapa na pale. Lakini pia nikamdolosa zaidi, nikamwambia vipi kuhusiana na habari ya ute maji ukeni? Wanawake wengi wanalia issue ya hormone imbalance whatever, sijui uke mkavu. Akanambia dokta, mimi sina ukavu kabisa, yani mume wangu anapita vizuri. Once ninapokuwa katika hisia kali za kimapenzi, ute wangu na uke wangu unatoa ute vizuri, mume wangu anapita bila shida yoyote. Kwa hiyo sina changamoto kama hiyo kama ambavyo wana experience wanawake wengine. Kwa hiyo ni moja ya shuhuda bora sana ambazo ninajivunia kama Dr. Kuboja, kuona kwamba mmoja wa wanawake ambao wameamua kubadilisha safari yao ya kimaisha ya kiafya na mpaka hii hatua aliyofikia leo. So dada ambaye ukimuona sasa hivi unaweza kufikiri kabinti ka 2000, lakini ni mama wa watoto wakubwa ambao sasa hivi wanatarajia kuingia chuoni na wengine wako kidato cha 5 na cha 6. So unaweza ukaona ni kwa namna gani ambapo kuna wanawake ambao wakiamua wanafanya vitu vya tofauti, wanasikiliza yale ambayo wanayofundishwa. Wanawake wengi wakati wanalia na hormone imbalance, wanawake wengi wakati wanalia na maumivu ya period, maumivu ya hedhi kila mwezi, wanawake wengi wanaolia na shida ya ukavu ukeni, wanawake wengi wanaolia na ugumba. Lakini dada huyu leo hii yeye ameepukana na hayo yote na yuko free, yuko stress free kabisa. Anasema nimegeuka, nilikuwa kama mtoto. Sasa hali imekuwa mbaya, dada amependeza, amekuwa kama kabinti kadogo. Mimi mwenyewe nikimwangalia nasema mashallah. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo wanawake ukiamua kubadilisha mtindo wako wa maisha
hichi kitu kinawezekana. So juzi mwanaume wake akasema, yani akimwangalia mke wake aliko mtamu, aliponona vile, alipopendeza, ameshamili, hajajazia tumbo kama wanawake wengine wanakuta tumbo limegawanyika mara 3. Hiyo ni kitu kibaya sana. So mwanaume wake baada ya kuona hichi kitu akasema, no, yani sasa hivi mke wangu hakuna kwenda mbali, ukienda mbali utanisaliti huko, atanitombea mimi, sitaki kuona kitu kama hicho. So unaweza ukaona mwanaume sasa hivi ana hofu ya kuweza kusalitiwa. Ni jambo ambalo sio kwamba anaweza kufanya hivyo. Ni mwanamke anayejiheshimu sana, anaheshimu ndoa yake, anamheshimu mume wake, lakini ni mume wake anaona mke wake anarudi kuwa binti kama zamani, wakati wana watoto ambao wanatarajia kuingia chuo kikuu. So you can imagine, na unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo wanawake, ukiamua kubadilisha mtindo wako wa maisha, inawezekana siku moja nawe ukawa dada kama huyu. Kwa ni mwanamke unateseka na uzito mkubwa, unateseka na mvurugiko wa homoni, unateseka na uke mkavu, naomba nitafute Dr. Kuboja niweze kusaidia, ukawe shuhuda kama anavyoshuhudia dada huyu. Tafuta katika namba ya simu ifuatayo 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.